Mwanamume tajiri na mtanashati anamsindikiza mwanamke nyumbani kwa gari lake la kifahari. Hakuwahi kutegemea kuwa bibi mkuu wa Mary angemdhani kuwa ni mpenzi wake. Bibi huyo mkuu anamvuta James mara moja na kuingia naye ndani ya nyumba. Bibi yake Mary na dada yake wanasikia kishindo hicho. Wanatoka nje haraka kuona nini kinaendelea. Hapa tunaye bibi Mary na huyu ni dada yake Mary. Je, huyu ndiye mpenzi wa Mary? Mary anajisikia aibu sana. Anaendelea kuelezea kwamba bibi yake mkuu amekosea. Mwanamume huyu alimwokoa kutoka mto Han wakati uliopita. Bibi anaposikia kuwa yeye ndiye mwokozi wa mjukuu wake, anamhudumia chai mara moja. Bibi mkuu anamtazama James kwa kuridhika sana. Anaendelea kuuliza maswali bila kuacha. Anauliza kuhusu kazi yake. Anauliza kuhusu asili ya familia yake. Katika msisimko wake anaangusha glasi ya maji. Maji yanamwagika juu ya James yote. Hii inatia aibu sana. Mary anampatia tishu haraka ili kusaidia kufuta. Lakini James anaushika mkono wake. Macho yao yanakutana. Kisha wanatazama pembeni kwa uoga. Hali inahisiwa kuwa ya karibu kidogo. Ingawa James anaishia kuonekana mchafu kidogo, hakasiriki hata kidogo. Hali hii ya familia yenye joto na utulivu kwa kweli inamfanya ajisikie vizuri. Baada ya siku hiyo, Mary na James wanakutana tena kwenye mto Han. Alifikiri wangeweza kuwa karibu zaidi, kwani kujifanya kuwa mpenzi wake ili kukutana na familia yake kulikuwa ni fadhila kubwa. Lakini James anasema tu asante na kumfukuza kwa mtazamo ule ule wa baridi. Mary anamtazama mwanamume huyo akiondoka. Anaamua kufanya mpango wa kuleta uchangamfu kwa mtu huyu mwenye baridi. Siku moja James anapanga nyaraka, ghafla anapata ujumbe wa picha ya kuchekesha kutoka kwa Mary. Anautazama, ingawa hatabasamu, anafurahishwa na ujumbe aliyoutuma pamoja na picha hiyo. Hucheki au sio? Sob. Mary hapati jibu. Akifikiri mpango wake umeshindwa, anapiga picha nyingine za ajabu na kumtumia. Lakini anajiharakisha sana, James bado hajibu kabisa. Mary hapati habari kutoka kwa James. Badala yake, anapata simu kutoka kwa baba yake James. Baba yake James anamwambia kwenye simu aje nyumbani. Hii inamfanya Mary awe na hofu sana. Haelewi anachotaka. Anajaribu kumpigia James haraka, lakini simu ya James imezimwa. Bila kuwa na chaguo, anaenda huko kwa kusita. Ana wasiwasi sana, akihofia kukamatwa akijifanya kuwa mpenzi wake. Lakini hakuwahi kutegemea kuwa baba yake James alimuita sio tu kumpa vocha ya mapumziko ili aweze kuichukua familia yake, bali pia kumtaka akae kwa chakula cha jioni. Baba yake James ana mtazamo mzuri sana kuhusu Mary. Ingawa anajua mwanawe hana mpango wa kuoa bado anataka kumpa msukumo kidogo. James anapoona ujumbe wa Mary kwake, anaharakisha kwenda nyumbani. Mara tu anapofika hapo, anamuona Mary jikoni akimsaidia mama yake wa kambo. Akionekana kama mkwe wa baadaye. Anajisikia vibaya sana. Anamvuta Mary kwa nguvu mbele ya baba yake na kuweka msimamo wake wazi, usimwalike hapa tena. Hatuchumbiani tukiwa na nia ya kufunga ndoa. Mtazamo wa James unavunja kabisa shauku ya baba yake. Kuwaona baba na mwana wakizozana juu ya hili, Mary anajisikia vibaya pia. Anadhani mtazamo wa James kwa baba yake ni mbaya sana. Anawezaje kuzungumza na baba yake hivyo? Aliniita hapa tu kunipa vocha ya mapumziko ili niweze kuikagua. Hapo ndipo James anapogundua kuwa alimwelewa vibaya baba yake. Hivyo anamwambia Mary, akipiga simu tena sema hapana. Mary anadhani mtu huyu mwenye baridi hana huruma kabisa. Anasema aliweka juhudi kubwa na bado hakuweza kumfanya atabasamu. Akiona usemi wa Mary ulioumia, James anajisikia vibaya kidogo. Hivyo anakiri kuwa alifurahishwa. Kusikia hivi Mary anasisimka sana. Chuki yake yote inatoweka papo hapo. Anamwomba James aende kumuomba radhi baba yake. James haelewi msichana huyu ana nguvu ya aina gani. Kwa kweli anamsikiliza na kwenda kumuomba radhi baba yake. Baba yake anaposikia ombi la radhi la mwanawe, sio tu kwamba hawi na hasira tena, anampenda Mary hata zaidi.